Naam, tumekutana na mzee wa ungo ya pointi 3. Leo ungo ya pointi 3 imeondoka na pointi 1. Mambo vipi bro? Safi, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Mpira umeisha, wapenzi wa mpira wote wameona, wapenzi wa football wameona. Mechi imeisha, tunamshukuru Mungu. Kikubwa tulichoondoka nacho inabidi tuondoke nacho na tukipokee. Kipindi cha kwanza mliondoka na ubabe na kujiamini, mliamini ya kwamba kipindi cha pili mnaweza kuongeza mabao na kuondoka na pointi 3 kwenye mchezo wa leo. Ile shida ilikuwa wapi kwa wachezaji wa Simba Sport Club hadi imepelekea kupata matokeo leo? Tatizo ni ushindi ambao tulipata mapema na tulitegemea kuona kama tunaweza tukafunga goli nyingi, na ndio maana wachezaji katika confidence zao walijua kabisa mechi washafanyaje, washaimaliza. Lakini kikubwa mechi imetoka, na ndio moja ya matatizo ambayo yapo, ambayo mapungufu ya wachezaji. Kikubwa tusiombe wachezaji wamepambana, timu kutoka na pointi 1 ni kitu cha kumshukuru Mungu, alhamdulillah. Tuangalie sasa mechi zetu zilizobakia, mechi 10 zilizobaki, maana yake mechi sana pointi ngapi? 30 kama sikosei. Maana yake tukazicheza vizuri, tukachezesha karata yetu. Na hakika Simba anaweza kaenda kuchukua ubingwa, bado kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa Simba bado yumo. Mimi kama rais wa heshima wilayani Kilindi nataka niwaambie mashabiki wa Simba tusikatike tamaa, bado mechi bado nyingi na mzunguko wa pili bado unaendelea. Twende tukasupport timu yetu kwa kila hali, mechi za mkoani twende, mechi za hapa Dar es Salaam twende, ili timu yetu tukaibe faraja. Tusije tukaondoka kinyonge. Mimi nataka niwaambie kabisa wana Simba, Yanga leo wanashangilia sare. Angalia sasa, Yanga kutufunga sisi tunalia, lakini leo Yanga wanakaa kwenye media na kushangilia sare ya Simba. Maana yake Simba sasa hivi kashakuwa timu nini? Timu tishio ligi kuu hii. Yaani naweka rekodi. Toka nifanye usajili dirisha dogo, mzee wa ungo sijafungwa na timu yoyote ambayo inaonekana yeye ni kubwa yoyote. Mpaka klabu bingwa sijafungwa na timu yoyote. Manake ni moja ya Simba Sports Club, wameprove na wamefanyaje, wamejipata. Kikubwa mashabiki wa Simba tunende tukaiunge mkono timu yetu popote walipo, na sisi tupo. Mzee wa ungo, mna michezo ambayo imebakia hapa katikati. Pengine michezo ile unaipromise nini na unawaambia nini wachezaji ili wasi over confidence kama mchezo wa leo over confidence, matokeo yametoka hivi. Unawaambia nini wachezaji? Wachezaji na hakika wanatambua, wanajua kilichowafanya wao Simba wajawafuate nini, wanajua mpira ulivyo. Kikubwa leo wachezaji wameshuka kidogo kwa sababu tumecheza timu kubwa kwa kubwa, umeelewa? Lakini hakika ingekuwa ni timu ndogo na hakika zile goli 2 zingeongezeka zaidi ya timu nyingine. Maana yake Simba amecheza na timu kubwa, timu ambayo imechukua ubingwa mara 4 mfululizo. Maana yake Yanga tunaposemea yeye ndio bingwa mkononi, ana makombe yote 4, si ndio? Lakini kikubwa mimi nataka niwaambie mashabiki wa Simba, hii mechi kwa sababu mechi ndogo, mechi za Simba na Yanga ni zenye uchawi mwingi sana. Leo Yanga anakuja uwanjani, hajaingia vyumbani, ujue kwenye kubadilisha nguo, ameingia kwenye nyumba ile pale nyeupe. Umeona nyumba ile nyeupe? Mimi nataka niwaambie kabisa. Kwa nini? Waliamini ushirikina, na Simba na Yanga wapo sana kwenye ushirikina kuliko mpira. Na mechi mwenyewe umeona, magoli 2 yameingia faster na magoli 2 hayo yamefanyaje? Yamerudi. Maana yake sio jambo la kushangaa. Mashabiki wa Simba waamini, mechi imeisha, tumepata pointi 1 katika pointi 3, 4 tumeziacha hewani. Maana yake Yanga kaacha 2 na mimi nimeacha 2, 4 zipo hewani. Mashabiki wa Simba waondoka wakiamini hivyo. Kikubwa tunataka tukaisupport timu yetu kama walivyotuambia kwenye mechi zilizobakia. Mashabiki wa Simba twende tukaisaidia timu yetu. Kuna baadhi ya watu wanalaumu kocha Steve Baka kuanza na mfumo wa force number 9. Kwa nini asianze na number 9 yenyewe? Mzee wa ungo ni mtu wa mpira, unawaambia nini mashabiki wa namna hii? Mwalimu ndo kila kitu katika mpira, umeelewa? Yeye kipindi anaingia game plan anajua nianze vipi na nimalize vipi. Maana yake yeye ndo kasomea mpira. Sisi mashabiki ni wachezaji wa nje ambao hata ukiingia uwanjani ukiambiwa ucheze mpira unashindwa kucheza mpira. Mwalimu yeye ndo anajua, na uwezi jua angeanzisha wanavyotaka wao tungefungwa, lakini leo tumetoa sare, ni mbinu ya mwalimu. Maana yake ile pointi 1 tuliyopata sio ya mtu mwingine zaidi ya mwalimu, sababu mbinu yake aliyoiweka ndo tumepata nini? Pointi 1. Lakini wangehitaji wao wanavyotaka wao. Yanga wenyewe vile vile alikuja kwa kasi kuiona Simba. Kwa nini leo Simba tumefungwa Zanzibar? Nao Yanga leo alitaka mechi washinde, lakini tumetoa sare. Yanga kilolo wanaumia. Yanga kilolo wanafanyaje? Wanaumia. Lakini mashabiki wa Simba tunaondoka tukiumia zaidi kusema kwa nini magoli 2 yamerudi faster, kwa sababu ndani ya dakika 11 Simba anashinda goli 2. Maana yake unaona Simba ilivyokuwa ina hatari. Chama kafunga bonge la goli Tanzania nzima. Hakuna goli bora kama lile. Si umeelewa? Maana yake Chama leo kashinda goli, na vile vile assist ile ya mwisho katoa Chama kama sikosei katika mechi ya goli la kwanza. Umeona? Maana yake ni mchezaji ambaye mwenye hatari, na ndio maana hata refa wa Yanga alimpiga ngumi baada ya kuona kwa nini kaondoka Yanga. Wamempiga ngumi ili kufanya nini? Kupunguza maumivu. Chama anajua mpira blaza. Kipindi alivyotoka Simba kwenda Yanga, wana Simba wengi waliumia.
wana Simba wengi walisononeka, lakini leo Chama amerudi anawazibu Yanga, na vile vile Chama huyo leo anarudi Yanga wanamlilia, wanampiga ngumi. Walikuwa wanamuita mzee. Wewe nikwambie kitu, wewe Chama katika watu wote katika mechi waliocheza wachezaji 22, nani mzee kama sio Pacome? Pacome peke yake ndo mzee. Mimi nakwambie, yani katika wachezaji 22, 11 Simba, 11 Yanga, mzee peke yake mwenye wajukuu 80 ni Pacome. Chama ndo kwanza na miaka 28. Ndio kwanza na mtoto wake mmoja ana miaka 2. Chama huyo, umeona? Chama huwezi kumfananisha na mchezaji wote Tanzania, na ndio maana Chama kipindi ambacho alitufanya sisi tuingie robo finali mara ya kwanza Tanzania na Nkana Didevo. Chama ndo goli lake la kisigino. Usasahau. Mashabiki wa Yanga wanalijua hilo. Na ndio maana wanaumia sana Chama. Chama kipindi ameenda Yanga, mfumo wa Yanga haumruhusu Chama kucheza, lakini Chama mfumo wake upo Simba. Sijui naeleweka ninachokiongea? Chama ameingia kwenye dirisha dogo katika klabu bingwa. Chama ametusababishia sisi tumepata pointi 5, tulikuwa tuna pointi hata moja. Libasi Egwe, umeona bonge la goli. Maana mimi ninachotaka kuambia mashabiki wa Simba, tuondoke, tusende kwa laumu viongozi. Umeelewa? Tuondoke tukajue tumepata pointi 1, tujue tatizo letu lipo wapi, tujirekebishe, tupate pointi zilizobakia. Kwa upande wako ungeambiwa uchague man of the match, unampa nani? Man of the match ni Chama. Kwa kweli unampa nani? Kwa sababu katoa assist na vile vile kashinda. Umeelewa? Manake haina sababu ya kuchagua mtu mwingine. Umeelewa? Chama anaenda moja kwa moja 100%. Chama ni mchezaji bora wa mechi. Umeelewa sijui? Na ndio maana hata leo Yanga wanampiga ngumi kwenye benchi. Angalia sababu ya nini mchezaji kama yule kumpiga, unajidhalilisha kocha. Umeelewa? Kwenye mpira wa Tanzania ukienda kuangalia kureview baadaye, kocha anajidhalilisha. Yule anaweza, anajua yule kipaji kapewa na Mungu peke yake, hujampa wewe binadamu. Unaeleweka? Wana Yanga wanaumia kuhusu Chama. Chama yupo Simba na Chama anaipenda Simba, na ndio maana alipofika Simba alimpigia baba yake mzazi kumwambia, baba, nimerudi wapi? Simba. Kwa nini hajafanya Yanga? Kwa nini hajafanya Yanga? Maana yake Simba anaipenda na timu yake ya moyoni. Unajua mimi nikwambie siri tu, kuna wachezaji hata wa Yanga wapo wanaipenda Simba, lakini kwa sababu wanatumikia timu yao, wapo kiajira, wangekuja Shabalala. Umeona Shabalala yupo Yanga, lakini Shabalala moyo wake upo Simba. Hujaiona klipu Shabalala anacheka na viongozi wa Simba? Ni moja ambao wanajua kabisa kwa nini nimeondoka Simba. Wana Yanga ile wanajisaulisha sasa hivi, wanaanza kujisaulisha, wanakuambia Yanga bingwa. Kama unakumbuka tunaenda Zanzibar, wanakuambia mmetufuata Zanzibar finali, tumewafunga. Sasa wanakuambia tuneni wapi? Jina Samuel tumetoa sala, wanakuambia wao ubingwa. Yanga wakosi sababu sasa kama na nani na ndugu zetu wa upande wa pili ambao wapo hivi kila siku na au. Saki kuongea sana. Yanga ni watu ambao wako kwenye kanga kama wanawake tu, wanaongea vitu ambavyo kila muda yani wanataka kama tuanzane mesari, sijui unanielewa, sijui madada zetu muda wote wakikosa jamaa sijui hujui bado hujanipata sijui ni nani, ni watu ambao wanaunau. Yanga ndo walivyo, umeelewa? Wana Yanga wakajiulize Yanga yao mbovu, wasipokuwa makini. Hata tukienda kwenye klabu bingwa Yanga anaenda kutoka mapema, sababu na hakika kwenye klabu bingwa mwaka huu anaenda Simba na Yanga. Hicho kitu kinajulikana, umeelewa? Hicho kitu kunafanyaje? Kinajulikana. Lakini Simba anaenda kuchukua kombe la klabu bingwa. Kombe la klabu bingwa msimu unaofuata. Sababu Libase Gwe aondoki, Roshan Dereki aondoki, unani Luemba aondoki. Pale kuna watu wachache wakiondoka tu, na tukiongezea forward wazuri, na hakika Simba itaenda kuwa vizuri. Nashukuru.